Na kuadimika. Kuadimu. Mpaka anasema huyu mtu ndo kashakuwa star ni maana umeadimika mpaka umeadimika tena ndugu yangu. Unaniambia mimi nishakuwa star. Wakati wewe ndio sasa hivi una shoot nasikia. Yaani kwanza mtandaoni mimi nakuona ni wewe tu uko lele. Haya bwana. Kama unamcheka kwa staili hiyo sawa. Ila ndio hivyo tunapambana kidogo ndio tutafika sehemu za wenzetu. Alafu minazi sasa hivi imekuwa niliacha haipo hivi mwanangu. Ndio hivyo tupo shamba kwetu minazi kama yote mapoli kama unavyoona. Tupo tunaishi wanyama. Alafu hivi unaweza kuniambia Nei, wewe umeolewa bado? Bado. Acha masiara. Na uzuri wote huo. Kweli bwana sijaolewa rafiki yangu. Nimeoga mwenyewe kama kanioga basi hapa. Sina hata kuniabua. Yaani wewe nani? Nei. Mimi nakujua wewe ni mwanangu. Na uwezi kunificha. Nilikuwa nataka nikuulize. Hivi yale mazingira yetu yale unanikwambia unanifosia. Sasa hivi yako vipi? Wewe. Miaka yote huku. Watoto hapo. Wewe tu kizingatia hapo. Mbona wanawake huko wanapenda sana hela? Bwana ndugu yangu, kwa unashindwa kujiongeza. Sio kwamba wanawake wanapenda hela. Ila wewe ili upate wanawake lazima upite kwangu. Wewe si umekuja kama mgeni hapa. Na mimi ndo nataka sasa hapo sio kama wanawake ndo wanataka hela. Wewe lete hela kwangu ili mimi nikutafutie. Mimi naweza nikakutafutia wewe mwanamke bure. Jiongeze bwana. Na ndio maana mimi sikuhitaji Nei. Na maliziaga Newa Mitego. Sababu na hatari wewe. Wewe lete sasa mpa chumba hapo kibao hapo wazuri. Karibuni. Asante. Shikamoo. Kwema mlikotoka? Kwema. Karibuni. Sasa mama, huyu ndo yule mwanaume niliyokuambia naishi naye. Ndo nayempenda. Ulivyoniambia unataka kumuona, unahitaji kumuona, ndo leo nimemleta kumuona kabisa. Baba karibu. Asante mama. Mimi naitwa Bongoman. Ni mkazi wa wapi? Kigoma. Kabila gani? Muha. Unafanya kazi gani? Mama bwana, mimi nisiwe muongo. Mimi kazi sina. Isipokuwa nimekuwa ni mtu wa kujishughulisha kwa kazi za hapa na pale ili mradi kwamba kupata riziki ya kuendesha siku na miaka ikasogea. Sasa mimi nawatakia maisha mema. Na nawapa baraka zote. Sawa. Ila hiyo ndo hazina yangu. Na mtoto huyu mmoja ndio Rose. Babake mfariki bado mdogo sana. Na nilimpambania. Na nilihangaika. Mpaka sasa hivi hapo pesa. Mimi mwenyewe aliangu kama. Sawa. Naamini wazi mtaposikia simu yangu ukanipokelea kama na changamoto yote na nitakuona nikafika hapa. Bila shida mama. Ana kovu. Ana chongo. Ana kengeza. Sahi. Na ana elimu yake. Sahi. Na kukabidhi kwa mikono miwili. Umemshindwa. Nikabidhi kwa mikono miwili. Changamoto yote ikitokea juu yako, tutapanda tutashuka. Usubiri bwana. Mambo shemu. Sina haja ya salamu yako. Hivi? Shemeji, ngoja nikuulize kitu. Mimi ni shemeji yako kweli au? Ndio shemeji yangu, kwani umenisahau mimi?
Wewe mimi nikuulize kitu. Wewe uliwaza nini ukatoka hapa ukaenda mbele mama kwangu kule ukamkuta mke wangu katulia zake zuri na maisha yake ya burudani, ukamjaza maneno huko kwamba mume wako mwenyewe anaroa pombe, maana mume wako mwenyewe ana mbele wala nyuma. Unaweza ukasema labda hizo pombe unanunulia wewe. Hakushemu. Mimi ninavyopenda mahusiano yenu, mie kweli niende kuharibu ndoa yenu? Yaani shemeji, sio kweli. Unapenda mahusiano yangu mimi na mdogo wako? Sasa kama unapenda mahusiano na mimi na mdogo wako, inakuwaje uende kumtia maneno ujinga achane na mimi? Au wewe unataka uje pale mkoe? Shemu, mbona unanifanyia hivyo? Nitake lazi basi. Wewe unachokifanya maana yake ni sawa sawa kama alivyoongea ndugu yangu Musa Kitale. Unaenda msikitini Ijumaa, alafu unajisahau unasema haleluya. Umenielewa? Naomba unisikize kitu kimoja. Mimi ninachokiomba kuanzia leo tumekutana muda huu nisikuone nyumbani kwangu. Kwa sababu kuna kuelekea wewe ndakutadisha ndoa yangu. Yaani kila siku Shem nawaombea dua na mdogo wangu jinsi ninavyowapenda. Mudumu mpaka kiyama. Sio kweli bwana. Sio kweli. Na nilichogundua wewe ujiheshimu. Umenielewa? Kama ungekuwa kweli tuombea dua, ungeanza kujiombea wewe dua kwanza, upate mume, uolewe, utulie. Lakini si ajabu wewe unapiga midua ya kuombea watu waachane kwenye maisha ya ndoa. Wewe sio mtu mzuri. Sikuone bana. Umenielewa? Mwanaharamu mkubwa wewe. Mbona kwani mipanzi yake kama kaba? Emi, hivi kwa nini unataka kunielewa? Mara ngapi nilikwambia kama mimi nakupenda? Unakuwa hivyo. Kwani kikubwa hasa kinachoshindikana wewe kuja kwangu mimi kitu gani? Nilishakwambia mara ngapi? Alafu isitoshe mimi ni shemeji yako. Inabidi heshima ifuate mkondo wake. Na iko anachoniambia. Kumbuka nilishamwambia mume wangu. Sawa, hata kama ukimwambia mume wako, hiyo sio sababu ya mimi kukukosa wewe. Mimi nipo tayari kuamuzi wa mapenzi kwa sababu ya urembo wako. Wewe mlevi anakupa nini ule? Angalia jinsi ulivyokuwa na fuba hapa mtaani, nini nakwambia njoo kwangu mimi nikupe matunzo. Unashindwa kuelewa. Cha mno unachungangania kwake nini? Mimi nipo tayari kwa lolote vile hadi nikupate wewe. Nitakugharamia kwa kila hali na kila mali. Jaribu kuelewa moyo wangu, unaumia sana kuhusu wewe, ujui tu. Na wewe unapopata tabu hivi mtaani, unakaa na mtu mlevi yule. Mimi sijisikii fresh kiufupi yani. Mimi nakupenda mwenzio, naomba unielewe. Eti unakubali kukaa na Mungu kama hivyo na nini mlevi kama yule? We. Hey, tena ishi hapo hapo. Mume wangu ndo nilomkubali na mwenyewe ndo nilomtaka, hajalishi mlevi, hajalishi nini. Mimi mwenyewe ndo nilompenda. Umenielewa? Unaona huu? Unaona? Utaishia kula kwa macho. Yaani mimi nikuache wewe twiga wa Mwandege unapita pita tu hivi yani, afu mimi nilizike yani. Sipo tayari kukukosa, nitafanya jambo lolote hili hadi nikupate. Vipi mdogo wangu? Safi kwema? Kwema tu, za huko? Salama, sijui wewe. Salama, shemeji ya jambo. Kama unavyojua jambo. Na kuona unanawiri mwenyewe, mapenzi moto moto. Si unajua tena ukilizika ndo kama hivyo. Umelizika kabisa na Mungu ta makopo wako. Sina shida yote. Haya bwana. Unajua nini mdogo wangu, nimekusimamisha hapa. Nina shida kidogo. Shida gani? Dada yangu, kwa ninavyokujua wewe, shida gani ulionao ambapo unaweza ukatoka kwako ukaja kuniambia mimi? Ni nini hicho unachotaka kuniambia? Sio shida ya pesa. Kweli ulivyosema pesa ninazo. Lakini mdogo wangu, yani nina shida imenikaa hapa, shida ya moyo wangu, tu moyo wangu. Hivi wewe na mwenzio mnatumia nini? Mnatumia kizizi gani wadogo zangu? Maana mimi dada yako unavyoniona, kila kitu ninacho. Napata wanaume wazuri wananipa pesa,
Mimi mwenyewe unavyoniona dada yako mzuri. Si unaniona nilivyo? Mtoto navutia. Mtaani wananijua mpaka wanatuma watoto zao wambakisha kunitumia majini tu ili waniue. Na nilishawaambia nitahama ila nitafikiria. Lakini mdogo wangu shida, wanaume ninaowapata na wapenda kutoka moyoni mwangu. Kila mwanaume ninayejaribu kutembea naye anapita hivi. Sio kwamba anipi pesa, na ananipa pesa ninayoitaka. Nataka ule upendo tu na ukosa. Kwa hiyo mimi mdogo wangu nyie mna nini nyie? Yani naona mmetulia kwenye ndoa zenu. Hebu nishauri dada yako, nifanye nini mimi? Dadangu, hapa cha kukwambia ni kitu kimoja, au cha kukushauri ni kitu kimoja. Unajua kama ukitaka heshima unajitengenezea wewe mwenyewe, na ukitaka amani unaitafuta kwanza wewe mwenyewe. Sio kila mwanaume dadangu anayekuja kwako anataka kukuoa, wala sio kila mwanaume anayekwambia anakupenda kweli. Hapana, wengine wanataka wakuchezee kisha waondoke. Ushanielewa? Na kama ukitaka furaha ya moyo wako usichague mwanaume, usitafute mwanaume, usichague mwanaume wa kukuoa ni mwanaume wa designer gani. Awe maskini, awe tajiri. Cha msingi awe anakupenda kweli na awe anakutaka, yani anataka uolewe naye kiukweli, na sio mwanaume wa kukuchezea. Lakini pia kitu kingine, ukitaka amani kwenye maisha yako, kuwa mvumilivu. Sawa, mimi nimekuelewa mdogo wangu. Nitayafanyia kazi hayo uloniambia. Ingawa kipengele hapo kwenye kujistiri hapo, hamna shida. Mwenyezi Mungu atanisaidia. Si unajua mimi mwenyewe binadamu. Okay, poa. Basi sawa, usijali. Mimi nashukuru kwa hilo. Haya, basi sawa. Nitakuja kwako. Mimi ngoja niende. Haya, bye. Haya. Wewe usubiri bwana. Wewe dada. Njoo. Njoo mara moja. Mambo. Poa. Unatoka wapi huku? Natoka barabarani. Toka barabarani. Unaelekea wapi huku? Nyumbani. Nyumbani. Sawa. Kwa majina mimi naitwa Bichu. Wewe unaitwa nani? Naitwa Nei. Nei. Oh. Poa. Sasa Wamitego, mimi nitumie nafasi hii kuongea yaliyo ndani ya ubongo wa moyo wangu. Ulipotoka huku ukapita hapa, nimekuangalia vizuri, umeelewa? Wewe una vitu vyangu. Si unaelewa? Yaani kwa kifupi mimi nimekupenda wewe. Wewe ujue wewe mzuri. Umeelewa? Na hicho kijungu mimi ndio kimenivutia. Mimi sipendagi wale wanawake matanda wale. Sipendi. Mimi napenda wanawake kama wewe. Kwa hiyo kama utanikubalia, mimi mshahara wangu wote nitakuwa nakupa wewe na wale wa pombe. Hapo wewe ndio utajua mimi natumia bei gani kulewa. Hivyo unataka kuwa na mtu kama mimi? Wewe unakutambulisha vipi kwa marafiki zangu? Hapo kwa rafiki zako hao. Mimi sina shida na rafiki zako kunitambulisha. Umeelewa? Wewe tu ukinielewa mimi na mimi nikikuelewa wewe. Achana nao. Kwa hiyo unataka kuniambia mshahara wako utapokea au utakuwa unaleta kwangu, si ndio? Haki ya Mungu. Na nitakuwa nakupa wewe kwa sababu gani? Mimi sijaoa. Sina mke, sina mchumba, sina wala. Na mimi sipendagi matanda. Hivyo ndio vitu vyangu. Kweli? Haki ya Mungu kweli. Basi sawa, mimi. We. Haya. Mmekubaliana nini? Hujui kama mume anauma? Kwa dada vipi? Wewe koma, unaona dada kama mimi wewe? Nisikilize nikwambie. Sitaki masuala na mume wangu. Alafu mume wangu, kuna kitu gani nimekukosea mimi au kuna kitu gani ambacho mimi nimekunyima mume wangu? Kipo. Nini nilichokunyima mimi? Kila siku mimi nakuomba wewe, nipi. Lakini pia, unaona mdada huyu, katoka huku, kapita hapa. Mimi kaniita mwenyewe,
we mkaka, samahani, mimi nakupenda, wewe ukanitongoza. Mimi nimwambia mimi na mke akiana kunyolewa. We baba, wewe si unaniambia una mke? Vipi kikaragosi nacho kimetokea wapi kinakuja kuingilia mazungumzo? We mbwa we. Koma, mimi sio kikaragosi. Kikaragosi wanapenda kusimama na wanaume za watu. Alafu jishikilie. Kuwa na ustaarabu na wanaume za watu. Tena ukome mwanzo na mwisho leo. Hebu sikilize dadangu. Hayo matatizo. Sawa? Alafu mimi hizo sio type zangu. Sijui unanielewa? Mimi nilikuwa namkubali tu ili mradi aende na mambo yake kwa sababu alikuwa ananiganda sana. Sio kama anamtaka mimi mwanaume wako. Siwezi kuwa na matatizo kama hayo. Bye my dear.